Bwana Yesu asifiwe. Nimetafakari sana kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 11 mpaka 20, japokuwa kuanzia ule wa kwanza mpaka huu nimetafakari sana. Nimelitafakari kanisa la sasa, nimejitafakari na mimi kama mtumishi wa Mungu, nimetafakari wa Kristo, waamini wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, nimetafakari pia wale ambao bado hawajapata neema ya kusikia ujumbe huu wa Yesu, lakini pia natafakari pia kwa wale ambao wamesikia ule ujumbe wa Yesu lakini bado hawajauelewa au hawajachukua maamuzi. Nikianza kutafakari kwa namna ambavyo mimi nimetafakari kama mtumishi wa Mungu, nikiwatafakari pia na watumishi wa Mungu, nikiwatafakari pia wale waamini ambao wanampenda Yesu na wamemkiri kwa imani yao kwamba Yesu ni Bwana. Nimetafakari kwa kina sana. Nimetafakari kwa kutazama pia mwenendo wa ibada zinavyofanyika katika kipindi cha sasa. Nimetafakari kwa mitazamo ya namna ambavyo watu wanalitazama kanisa la Kristo kipindi cha hivi sasa. Wale ambao sio waamini wanavyokutazama wewe kama Mkristo na wanavyolitazama kama kanisa la Kristo. Na moja kati ya vitu ambavyo huu ni ushuhuda wa uhalisia. Mimi nilikuwa nafanya biashara kubwa sana Kariakoo na marafiki wengi sana, Mungu awabariki. Na ni sio wafanya biashara wadogo kwa kiasi chake. Mungu ameinua biashara zao, ni wafanya biashara wakubwa, ni mabilionea, wana majengo na magorofa Kariakoo, na ni marafiki zangu. Kuna mmoja yeye kunipatia almost milioni 60 na mwaka 2020 ngapi ilikuwa 22, nilipata changamoto fulani, kuna container yangu ilikwama bandarini, alinisaidia akanipatia milioni 60 cash ilinisaidia kutoa container yangu. Bwana sio. The moment mimi nimesimama naanza kufanya kazi ya Mungu, alinifuata akasema itabidi na mimi nije niwekeze huko tupige hela. Bwana asifiwe. Of which nilitafakari kwa kina statement yake. Nilitafakari kwa kina, na leo pia Roho Mtakatifu kanipatia mafunuo zaidi juu ya huu ushuhuda ambao nimekuambia, mtoto wa Mungu, kwamba cha kwanza, asilimia kubwa ya watu wanaotazama Ukristo au mtumishi ambaye anasimama madhabahuni na kufanya kazi ya Mungu kama mfanyabiashara au kama mjasiriamali au kama mpiga dili. Haleluya. Ndiyo picha iliyopo huko duniani juu ya watumishi wa Mungu. Kwa nini picha hii imejitokeza? Picha hii imejitokeza kwa sababu ya wale ambao sio waaminifu, wanafanya kazi ya Mungu katika mazingira ya kujitazama wao wenyewe, kama ambavyo Yesu alivyosema Mafarisayo na Masadukayo, namna ambavyo wao walikuwa wanafanya kazi ya kuwafundisha watu habari ya Mungu, lakini mioyoni mwao wamemwasi Mungu. Haleluya. Walikuwa wanawafanya watu wathaminike kutokana na vipato vyao. Haleluya. Sio uhalisia wao. Watu walikuwa hawalipendi kanisa, ila wanapenda mali za kanisa. Watu wanaenda kanisani kwa ajili ya kubarikiwa, no vice versa iliyopo. Kwa maanake hao Mafarisayo walikuwa wanafundisha watu waleve dhahabu, maanake wapende dhahabu kuliko kupenda kanisa. Bwana asifiwe. Na hii picha ipo mpaka sasa. Watu wengi wanaenda kanisani ili wabarikiwe. Ukienda kwenye kanisa ambalo mchungaji mwanzo mpaka mwisho hakuna sehemu anasema pokea magari, pokea magari, pokea ndoa, watu ni wachache. Haleluya. Wengi wanapenda kwenda sehemu ambayo wanakwambia inuka ili ufanikiwe kwenye biashara yako. Wengine leta nywele ili pokea uzima, leta nywele pokea magari, pokea gari, pokea ndoa, pokea hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi wanapenda hivyo vitu kwa sababu ndio vinafundishwa na ndio watu wenye ushawishi mkubwa ndio wanavifanya. Watumishi kama sisi ambao tupo mitandaoni, tupo kwenye madhabahu, tunahubiri injili ya kweli, someni neno la Mungu, watu someni neno la Mungu, watu wa Mungu someni neno la Mungu. Haleluya. Ili upokee, maana mimi na kuaminisha wewe, ukisoma neno la Mungu hakuna chochote utakachokiomba usipate, kwa sababu unajua na kimeandikwa. Unarudi kwa hoja, unamwambia Mungu, nimesoma Mathayo sura fulani, umesema utafanya 1, 2, 3, nataka ufanye kwangu. Kwa sababu Mungu aliniambia ombeni lolote nanyi mtapewa. Ndio nimekuja sasa kwa Mungu na kuomba, umeshaniambia nitakachokiomba napata. Haleluya. Kwa sababu umesoma na umeelewa. Lakini wewe unaenda kwenye kanisa unaambiwa pokea. Haleluya. Leta nywele. Haleluya. Bandika picha nyumbani. Maneno ya kila aina, ubunifu wa kila aina unafanyika kwa ajili ya kukuadaa. Na wewe unaenda kanisa kwa sababu ya kutaka kubarikiwa, kwa sababu ya kutaka kufanikiwa. Hauendi kanisani kwa kumtafuta Mungu. Unaenda kanisani kwa kutafuta hitaji lako.
Aise, kwenye hili grupu kama upo kwa ajili ya mahitaji yako binafsi, mimi nakushauri left. Ila kama upo kwa ajili ya kutaka kujua ufalme wa Mungu na siri zilizopo kwenye ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kutaka kumjua Yesu vizuri na kutaka kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu vizuri, baki kwenye group, kwa sababu huku tunalisoma neno la Mungu na kulitafakari kwa uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kupindisha chochote. Bwana asifiwe. Yaani mimi mwenyewe ambaye ni mtumishi, kupitia kusoma neno la Mungu kila siku napokea ujumbe na maelekezo na mafundisho ambayo yananifundisha na kunijenga, lakini pia napokea ulinzi wa neno la Mungu. Maana mimi mwenyewe nipo darasani, na hapa tupo darasani. Ukisoma vizuri Agano Jipya, ahadi zote ambazo Mungu alikuwa ameziahidi kwa mwanadamu zimetimia, isipokuwa ahadi moja tu ambayo Yesu alituahidi. Narudia tena, yamkini hujanielewa. Ahadi zote ambazo Mungu alikuwa amemwahidi mwanadamu, zote zishatimia, isipokuwa ahadi moja ambayo Yesu ametuahidi. Na hiyo ni kwamba amesema ameenda mbinguni kutuandalia makao, atarudi kama mwizi kunyakua watoto wa Mungu, yani wale ambao ni wafuasi wake. Hiyo ndo ahadi pekee iliyobaki, ambayo ni Yesu mwenyewe atakuja. Maana ahadi ya wewe kupokea baraka, yani hiyo ishatimizwa. Baraka zipo tu, zipo, sio za kuzitafuta, zipo. Haleluya. Kufanikiwa kupo, ndoa ipo, biashara ipo. Haleluya. Kuponya kupo, ashaahidi, na vitu vingine ni wewe mwenyewe kuamua. Yesu ametupa mamlaka. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 10 mstari wa 1, aliita wanafunzi akawapa amri juu ya mapepo. Maana wewe ni mwanafunzi, umepewa amri juu ya mapepo, juu ya magonjwa, juu ya vidhaifu vyote. Maana vidhaifu vya kila aina wewe una amri navyo, kwa sababu ndani yako yupo Yesu. Haleluya. Alituahidi atatupa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yupo. Bwana asifiwe. Yupo. Ninapozungumza na wewe yupo. Sio ahadi, yupo. Ahadi iliyobaki ni moja, ya kunyakuliwa na Yesu Kristo. Hiyo ndo ahadi iliyobaki. Sasa kwa nini uteseke? Kwa nini ujipende wewe kuliko kumpenda Yesu? Kwa nini upende fedha na mali kuliko kumpenda Yesu, ambaye yeye ashakupambania wewe, ashakuandalia kila kitu wewe, ashakukabidhi kila kitu wewe, na akasema naenda kukuandalia sehemu ya wewe kukaa, subiri hapa usiondoke. Kwa nini unahangaika mtoto wa Mungu? Kwa nini unaheka? Kwa nini hautulii? Kwa nini hutaki kujifunza neno la Mungu? Kwa nini hutaki kusoma Biblia? Kwa nini hutaki kumtegemea Yesu Kristo kwenye mambo yako? Kwa nini? Yaani sawa na wewe unamwambia mtoto wako kipenzi, mwanangu, kaa hapa kwenye kochi usiondoke, naenda jikoni kukuletea chakula. Mtoto anasubiri mama au baba kaenda jikoni. Ndicho unachopaswa wewe kukifanya. Na ndio maana Yesu ametoa mifano mingi kwamba watoto wadogo, waache watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Lakini hajaishia hapo. Akatoa mfano kwamba waliopo kwenye ufalme wa Mungu ni kama watoto wadogo. Maana watoto wadogo ni watu ambao wanasikiliza maelekezo ya wakubwa zao. Wewe unashindwa kuufanya moyo wako kuwa mtoto mdogo mbele ya Yesu, ambaye alitoa uhai wake pale msalabani, alikubali kuteseka kwa ajili yako, damu yake ikamwagika kwa ajili yako. Afu wewe mpaka saa hizi bado unatangatanga, unaenda kwa waganga, unafanya hivi, unaruka, hutulii, unatafuta baraka ambazo tayari Mungu alishasema hizo hapo. Yaani ili uzipate hizo baraka ni wewe kumwangalia Yesu ili ubarikiwe. Ila wewe unatangatanga, unaangalia huku, unaenda huku, na kanisa, unatoka kanisa hili, unaenda kanisa hili, unaenda kutoka kanisa hili, kama yaani unabadilisha kanisa kama vilinge vya ganga kienyeji. Mtoto wa Mungu, huu ni ujumbe wako. Lakini pia na kwa wale watumishi ambao wanasimama kwenye madhabahu na kuwapotosha watu, hii ni ole. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo anachukia watu hao. Anawachukia watu hao ambao wanawaaminisha watu vitu ambavyo sio sahihi. Na mimi kama mtumishi wa Mungu nakemea kila mtu ambaye anasimama kwenye madhabahu na kupotosha watoto wa Mungu. Mtu ambaye anasimama madhabahuni na kuhubiri vitu ambavyo sio vya kweli, namkemea kwa mamlaka ya Yesu Kristo na ashindwe. Na ninatabiri anguko la watumishi wote wa kipepo mwaka huu 2026.
unatabiri anguko, kwa sababu saizi ni muda wa kuhubiri Injili. Muda wote Yesu anarudi, watu wanatakiwa kumpokea Yesu Kristo kwa shangwe, kwa sababu wanamjua. Natamani uliopo kwenye grupu hili upate neema ya kufahamu ukweli uliopo kwenye ufalme wa Mungu. Natamani na upate neema ya kuwa miongoni mwa watu ambao mtamlaki Bwana Yesu mawinguni, kwa sababu ameenda kufanya kazi kubwa kutuandalia makao. Na wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao mtenda kumlaki Yesu Kristo mawinguni. Natamani uendelee kusimama na Mungu kwa kulisoma neno lake. Natamani usimame na Mungu kwa kumtegemea, kwa kuzishika amri zake. Nategemea usimame na Mungu kwa kuweka bidii katika kuifanya kazi yake. Kazi pekee ambayo Yesu Kristo ametupa ni sisi kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wake. Na kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wake ni kuwafanyisha bidii ya wao kulifahamu neno la Mungu, ili wapate kuziona siri zilizopo kwenye neno la Mungu. Ya kupasa pia, ukipata ujumbe huu, share pia na kwa watu wengine, alika pia na watu wengine, tujueni kwa pamoja na kwa umoja kwenye grupu hili, ili tufundishane kama ambavyo kitabu kile cha Wakorintho sura 3 kimezungumza. Neno la Kristo lisipungue vinywani mwetu. Maana neema hii ya sisi tulioipata ya kufahamu ufalme wa Mungu kupitia neno lake, neema hii pia yatupasa kuwapelekea na watu wengine. Yesu Kristo ametupatia amri juu ya mapepo, juu ya magonjwa na kila udhaifu wa kila aina. Tuna uwezo wa kutakasa wakoma, tuna uwezo wa kuponya vipofu, tuna uwezo wa kufanya matendo makubwa na ajabu. Vivyo hivyo yatupasa kuwasaidia na wengine kumjua huyu Yesu ambaye sisi tunamwamini. Ya kupasa kwenda kumshuhudia mtu, lakini huyo mtu ambaye unaenda kumshuhudia, hakikisha unamsaidia kisawasawa kwa yeye kuwa mwanafunzi, ili ajaze nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu amekupa ole na ametupa ole. Unapoenda kumshuhudia mtu na kampokea Yesu, hakikisha unamsaidia kukua sawa sana vile ambavyo Yesu anataka. Watu wengi wanawashuhudia watu hao, watu baadaye wanaharibika. Haleluya. Unamshawishi mtu, anampokea Yesu, anakuja kanisani kwako, hakuwa mzinzi, anakuwa ni mzinzi wa kiroho. Hiyo ni hole kwako wewe. Mungu akusaidie kwa neema hii ambayo umepata ya Roho Mtakatifu. Zawadi hii ya Roho Mtakatifu ikakusaidia wewe kuwasaidia pia na wengine. Mungu akubariki wewe ambaye umepata neema ya kulisoma neno lake siku ya leo. Mungu akuzidishie wewe ambaye umetenga muda wako kwa kuacha shughuli zako, umeachana na mambo ya mpira wa miguu, kombe la dunia umeweka pembeni, ukasema huu ni wakati wa mimi kulisoma neno la Mungu na kumsikiliza mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana 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 sana. Waweza kushare voice note hii kwa watu mbalimbali, ili na wao pia wapate neema ya kujifunza kila ambacho Mungu amekiachiria juu ya maisha yetu siku ya leo. Mungu akubariki sana. Twende tukaombe. Mtakatifu Mungu ketema ipa juu zaidi, tunasema asante kwa neno lako. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutuwezesha kumwelewa Mungu usiku wa leo. Ujumbe huu ambao Mungu ameachilia kwenye maisha yetu, naamini ni taa au ni nuru ambayo itatuongoza katika njia zetu. Ni chakula cha uzima wa milele ambacho kitaimarisha miili yetu. Ni ufahamu ambao tumepokea ambao utatuimarisha na kulielewa neno lako Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Nimeomba kwa kila mmoja ambaye Mungu akapata neema kuisikia voice note hii, ukabariki na ukamuongezee nguvu zako za Roho Mtakatifu. Ufahamu wake Mungu kaendelee kuutawala. Neno hili Mungu likawe badiliko kwenye maisha yake, akasimame kwenye nafasi yake kama ambavyo Mungu alikusudia akasimame hapo. Ukazikumbuke biashara zake, ukakumbuke ndoa yake, ukakumbuke elimu yake, ukakumbuke haja ya moyo wake. Nimeomba yote Mungu, naamini unaenda kufanya sasa mapenzi yako. Neno lako ni ulinzi. Naamini kupitia neno hili hakuna kitu chochote ambacho kitenuka kama kikwazo kwenye maisha yetu. Nimeomba yote nikiamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen.